Siku ya Jumatatu nataka nikupe baadhi ya sababu ambazo zinapelekea asilimia kubwa ya watu kupoteza beti zao. Yes, unakuta siku ina beti zaidi ya 20 lakini bado unakuta mtu anaweka game mbili na bado anakosa. Kwa siku ya leo nataka nikupe sababu ambazo zipo 4 ambazo zinapelekea watu kuchaniwa beti zao. Lakini kabla sijakupa sababu hizo, kwa siku ya leo, siku ya Jumatatu sitoweka mkeka, yani kutokana kwamba kwa siku ya leo hamna game nzuri za kubetia, lakini kama ukiona kuna game nzuri unaweza kubetia mwenyewe. Basi tukianza sababu ya kwanza ambayo inapelekea watu wengi kuchanua mkeka, sababu yenyewe ni mechi nyingi kupita kiasi kwenye mkeka mmoja. Kwa mfano unapoweka mechi 7 unaongeza riski ya kuliwa. Yaani unapozidi kuongeza game ndivyo riski inavyozidi kuongezeka. Kwa mfano kwa siku ya Jumamosi unakuta siku nzima ina game kama 34 au 50 kabisa. Kwa mtu akiwa ameplani Ijumaa kwamba nitaweka game zenye odds 5, lakini ifika siku ya Jumamosi zile game huwa zinamtamanisha. Kwa mfano ameweka game ya kwanza akapata odds 3, anatamani aongezee game nyingine 2 wala ufike odds 10. Mwisho wa siku unajikuta game zimechana. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza tunasema kwamba ni mechi nyingi kupita kiasi kwenye mkeka mmoja, ndio huwa inapelekea watu wengi kuchanua mkeka wao. Kwa mfano una beti mechi 10, ukikosa moja tu hiyo imeisha kabisa. Kwa mfano siku ya Jumamosi ile tulikuwa tumetia game zetu 8, game moja tu ya Borussia Mönchengladbach ikawa imetukwamisha, lakini kwa siku ya jana Jumapili ushindi nje. Kitu cha pili, kuamini timu kubwa bila kuangalia hali halisi. Yes, watu wengi wanadanganywa na timu kubwa. Yaani mfano jina la timu kubwa huwa linamdanganya mtu. Kwa mfano kama Manchester United, Madrid, Barcelona, eti kisa namfahamu kwamba Barcelona huwa anafunga, basi hicho kitu kinamdanganya. Mwisho wa siku anajikuta anambetia Barcelona, lakini hajafuatilia kiundani zaidi hiyo siku imeamkaje Barcelona, au kikosi kipoje, au kuna majeruhi kiasi gani. Kwa sababu Barcelona mfahamu kwamba ni Barcelona, basi huwa anabetia direct. Kwa hiyo point ya pili ni kuamini timu kubwa bila kuangalia hali halisi. Usidanganywe na majina. Yaani usidanganywe na majina, fuatilia kiundani zaidi, angalia injuries zilizopo basi. Tukija point ya tatu, odds zinapanda au kushuka ghafla kabla ya mechi. Yes, kabla ya kuweka mkeka unatakiwa uangalie kitu. Mfano kama leo odds zilikuwa 2, lakini ukaja kuangalia kesho ukakuta odds ni 3. Itabidi ufuatilie kiundani zaidi. Je, kitu gani kimesababisha odds kupanda? Yes, siku zote ukiona odds imepanda ujue kuna sababu. Maybe kikosi ambacho kimeanza sio bora, au odds zimepanda kutokana na majeruhi ambazo kikosi hicho kinayo. Kwa hiyo kabla wewe kubeti inabidi uangalie, je, odds zimepanda au zimeshuka. Na kama zimeshuka it means kikosi kilichoanza ni bora. Lakini kama zimepanda it means kikosi ambacho kimeanza either ni kibaya au kuna majeraha mengi kwenye kikosi. Hiyo na sababu ya tatu. Sababu nyingine, kubeti kwa hisia baadaye ya data. Unaposema najisikia Liverpool kushinda, kwa mfano unakuta mtu anabeti tu kwa hisia. Kwa mfano juzi amechaniwa mkeka Jumamosi, kwa hiyo siku ya Jumapili anabetoa kwa hisia. Yaani unaweza kuwa umekaa kitandani ukaangalia Liverpool anacheza na Wolves, direct tunasema Liverpool anashinda. Yaani unaweka tu Liverpool anashinda bila kufuatia kitu chochote. Ujaangalia head to head ambazo wakikutana Liverpool na Wolves huwa wanatoka ngapi. Ujaangalia Liverpool kwa muda huo wana injury ngapi. Yaani hujafuatilia kiundani kwamba Liverpool kwenye game 5 za mwisho ametokaje, au ujaangalia Wolves kwenye game zao 5 za mwisho ametokaje. Kwa hiyo unakuta kitu ambacho kinawafanya watu wengi kuchanua mkeka ni hisia. Yaani unabeti tu kwa hisia badala ya kuangalia data. Kwa mfano kitu ambacho mimi nataka nikushauri, ukiwa unataka kuweka mkeka, jaribu kuangalia head to head, jaribu kuangalia last 5 matches, jaribu kuangalia hizo timu ambazo zipo kwenye mwenendo gani, angalia table yao inasemaje. Usibeti tu kwa hisia, yani usibeti kwa hisia. Kitu cha mwisho ambacho nataka nikwambie, usiwe mwepesi kuweka pesa yako kwenye mkeka wa matumaini. Usiwe mwepesi kuweka mkeka wako au kuweka pesa yako kwenye mkeka wa matumaini. Tunasema bet smart, sio kwa ndoto. Usiwe mwepesi kuweka pesa yako kwenye mkeka wa matumaini. Bet smart, usibeti kwa ndoto. Kama umeipenda hii video, usisahau kusubscribe channel yangu hii hapa ili tuzidi kuongeza wafuasi wengine. Na pia usisahau comment chochote hapo, na pia usisahau like. Mimi nawapenda sana, tuendelee kuwa pamoja.